Leo ni siku ya kumbukumbu wa kufufuka kwa Yesu Kristo. Utajiuliza swali, kwa nini Yesu alifariki wakati wa Pasaka? Hiyo ni swali ambayo kila mtu watu wengi wanajiuliza. Kuna grupu moja ilikuwa ndani, kuna mtu aliuliza hilo swali, kwa nini alifariki wakati wa Pasaka? Ni kwa sababu ndio ile ilikuwa ni saa. Ni kwa sababu wale ambao walikuwa wanataka kumsaliti walikuwa wanamuwinda, walikuwa wameshajua desturi yake, walikuwa wameshamtambua, wakaendelea kumuwinda. Haleluya, amen. Kuandaa mwana wa kondoo. Huko mbele tutakuja kuona jinsi mwana wa kondoo Paulo alivyosema ni nani. Amen, amen. Ninakimbia, nimesema ya kwamba katika Agano la Kale sitakawa. Twende katika kitabu cha Wakorinto. Tunakimbia na muda, lakini sio tatizo langu. Mimi nimefika hapa saa 4:30 nilikuwa nimeshafika hapa. Kwa hiyo waliokauza mnajijo. Amen. Twende katika kitabu cha Wakorinto, soma Wakorinto wa kwanza 5 hadi 6. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 inasema, kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge nzima? Soma. Chachu inaweza donge nzima la ugali linaharibika. Haleluya. Hapa tuko katika ile chachu. Amen, amen. Katika ule ugali nao usonga, ukitia kakitu kachafu, donge nzima la ugali linapita, linaharibika. Soma, hujamaliza. Sawa. Basi jisafisheni, mkatowe ile chachu ya kale, mupate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamukutiwa chachu. Kwa maana Pasaka kwetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Amen, amen. Pasaka hapa ameshatolewa kuwa yeye ni Kristo. Kwa hiyo hapa Paulo akawaambia Wakorinto, tutoe zile tabia za zamani, zile zenye zinakuwa na chachu, tuwe watu watakatifu, kwa sababu mwana wa kondoo ameshatolewa, na mwana wa kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ameshatolewa. Nataka kuanza kuzamia katika hili andiko sasa jipya. Yesu Kristo akatoka kwa Baba. Alipotoka kwa Baba, akaja ili mwanadamu apate kukombolewa. Akaja ili wewe na mimi tupate kukombolewa. Alitenda mema. Aliponya wagonjwa. Aliombea watu wakapona. Aliombea watu wakapata baraka. Lakini ulimwengu haukumpenda. Walivyomfanya
walimshika, walianza mbinu za kumshika ili wamuue, Ujue ya kwamba ukitenda mema kuna watu ambao hawapendezwi na yale unayoyatenda. Kuna baadhi ambao hawapendezwi na kile kitu kizuri ambacho unakuwa unatendea wanadamu, unachokuwa unatendea watu. Basi wakaanza mbinu ya kumuua. Vikao mbalimbali vikaanza. Wakasema huyu mtu tunataka tumkamate ili tumuue. Ambushi ya kwanza walifanya ambushi ya kwanza, iko katika kitabu cha Mathayo pale 26. Ilikuwa kwa Kayafa, ndio sehemu ambapo walikuwa wanataka wamshikie, lakini hiyo ambushi ikawa imeferi. Na hapo Pasaka ilikuwa inasogelea. Haleluya. Siku za Pasaka zilikuwa zinasogelea. Basi kafika kipindi, muda ukafika ulivyotimia, wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, ewe mfalme, unataka tukuandalie Pasaka wapi? Pasaka tuiandalie wapi? Zamani ilikuwa hakuna makanisa sehemu ambapo ilikuwa inabidi waende kwa mji wa mtu. Basi wakamuuliza tutaenda kuiandalia wapi? Akawaambia muende huko, mtakumbana na mtu ambaye atakuwa na mtungi. Sasa huyo mtu muende naye ndio atawapatia sehemu ya kufanyia Pasaka. Haleluya. Amen. Hapo sasa kifo cha Yesu Kristo kinasogelea. Akaanza mwili wake ukaanza kubadilika. Mwili wa Yesu Kristo akaanza kuona siku zake zimeisha. Kuna gavana mmoja, sikumbuki kama ni wa Pennsylvania, anakuwa ni gavana na yeye ni mjuifu. Unajua kuko wana wa Israeli wenye wako humu, wenye chimbuko cha wana wa Israeli wako humu. Walikuja wakati wa Hitra. Wanafunzi wanajua Hitra kwa sababu waliuawa. Kuna wenye Marekani ilileta kama jinsi walivyotuleta huko sisi. Sasa ni gavana alikuwa anaandaa meza ya Bwana na nyumbani kwake. Majirani make ile kabila yake walikuwa pale nyumbani kwake, lakini mtu mbaya akatokezea, alikuja akachoma nyumba yake na watu walikuwa mle, lakini hakuna mtu ambaye aliumia. Lakini walikuwa wanajiandalia hii Pasaka. Haleluya. Amen. Sijui wewe ulianza kujiandalia Pasaka lini? Sijui kama ulikusanya familia yako ili msherekee Pasaka, lakini familia ya kwanza ni hii. Haleluya. Amen. Familia yetu ya kwanza inakuwa ni hii, tutakuwa pamoja, tuketi pamoja, tuchangie chakula kama Mungu alivyotoa amuru. Haleluya. Hebu tuende katika kitabu cha Luka. Tunaenda haraka, naenda na muda kwa sababu sitaki kuwakawiza sana, na wakati pale
kukotonge kukorowe pale. Soma 22 Luka 22 uanzie kwenye mstari wa 1 hadi wa 3. Tunasoma katika jina la Yesu. Ikakaribia siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, itwayo siku kuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana unasikia hiyo walikuwa wanatafuta njia ya kumuua, maana alikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Amen. Soma na mstari wa 5. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi wakapata naye kumpa fedha. Amen. Amen. Ambushi ya kwanza ilifanyika ikafeli. Hii inakuwa ni ambushi ya pili yenye walitengeneza. Ikaonekana ya kwamba watafute mtu mmoja katika wale wanafunzi wake ili wampe pesa na aende kuwakamatia huyo mtu. Ilionekana ya kwamba Yuda akatokezea. Yuda ndo alitokezea akapewa pesa hizo. Hebu enda kwenye mstari wa 7 usome na wa 8. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Amen. Amen. Akatuma Petro, akamtuma na Yohana. Sisi kanisa yetu tulituma mamawe, tukatuma na coordinator wetu. Haleluya. Na ndugu James ndio coordinator wa kutuandalia hiyo Pasaka, na ninafikiri mambo yalienda vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akamtuma huyu Peter, huyu Petro, akamtuma na Yohana waende kutafuta sehemu ya kulia hiyo chakula, na hawakukataa, walienda. Haleluya. Nimewaambia niko nakimbia na muda. Acha Luka kwenye mstari 21. Walakini tazama, mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Amen. Unasikia hiyo? Atakaye msaliti, si Petro na Yohana wameandaa chakula? Akasema atakaye msaliti yuko hapo hapo, yuko kwa hiyo meza, kwa sababu dili ilikuwa imeshaisha na Yesu alikuwa ameshamuona. Tanganya na kusema ya kwamba Yesu hakuone. Ondoa chachu. Ondoa chachu. Siku ya leo ni siku ya kuondoa, ya kuchinja mwana kondoo, na ni siku ya kula mkate usiokuwa na chachu. Ni siku ya mwanadamu kujitakasa
yuko kwenye meza hiyo. Yuda akatenda dhambi. Maandiko yametuambia ya kwamba Ibilisi alimsogelea, Ibilisi alimuingia ndani. Alivyomuingia ndani, akamgeuza roho, akamsaliti mwana wa Mungu, akamsaliti. Tunaendelea, enda kwa 47 hadi 51 hapo. Children, I'm very sorry we don't have an interpreter. We didn't put interpreter for you. Sorry about that. 47 inasema, basi alipokuwa katika kusema, tazama mkutano wa watu, na yule aitwaye Yuda ambaye ni mmoja wa wale tenashara amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yatakayo tukia, walisema, Bwana, tuwapige kwa upanga? Mmoja wao akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Yesu akajibu akasema, mwe razi kwa hili. Akamgusa sikio, akamponya. Amen. Amen. Haleluya. Hapa sasa wakamshika Yesu Kristo. Yuda alimbusu. Judah kissed Jesus. It was a signal. Ilikuwa ni harama ya wale watakayokuja kumshika. Basi pakaja kikundi kikubwa. Katika kikundi kikubwa hicho, wale ambao wa makuhani waliyekuwa pamoja na Yesu, inaonekana ya kwamba waanze kudefend themselves, waanze kujipigania, waanze kumpigania Yesu. Mmoja kamkata sikio katika wale ambao walikuwa wamekuja kuwavamia. Walivyomkata sikio, Yesu akasema, no, acha kufanya hilo. Acha kile kinachotaka kutimia kitimie. Kwa sababu yule mtu alianza kuvuja damu na lisikio liko limeshakuwa chini. Akasema acha. Yesu akachukua lile lisikio, akalirudisha, akamponya yule mtu. Na huyo mtu alikuwa ni adui. Yesu alitenda hayo, akamfanyizia hayo, na wakati anajua ya kwamba ni adui ambaye amekuja kumshika. Unamtendea nini adui wako? How do you deal na yule mtu ambaye hakupendi, na yule mtu ambaye unajua kama yuko na kuroga wewe, yule mtu anayejua yuko na roga mtoto wako, yule mtu ambaye unajua ya kwamba yuko na kuchapa, yule mtu ambaye unajua ya kwamba yuko na kuzingishia, yuko na kuteta? How do you deal with him? Unaenda naye vipi? Unamtendea tendo gani? Ninaenda kumaliza. Haleluya. Ninaenda kumaliza. Je, unalipiza kisasi au unamwombea? Kama
unaombea adui zako, Mungu akubariki sana. Haleluya. Ubarikiwe. Lakini kama unalipiza kisasi, hautakuwa katika njia ya Bwana, hautamtambua Yesu Kristo aliyekufia kwenye msalaba, basi Yesu katika vamio hilo akawa amekamatwa, alipigwa fimbo, walimshika wakamtesa. Acha tu ukimbie 23, sura ya 23. Huyo Luka 23. Kwenye mstari wa 26 hadi 28. Na walipokuwa wakimuondoa, walimkamata mtu mmoja, Simoni Mkureni, aliyekuwa ametoka shamba, akamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni na nafsi zenu na watoto wenu. Amen. Amen. Haleluya. Katika kuona yuko nateswa mwana wa Mungu, watu wakaanza wakapata huzuni, wakahuzunika. Na wakina mama wanakuwa wepesi sana, basi wakamlilia Yesu. Alizogeuka kaona wako wanamlilia, akawaambia, enyi binti wa Yerusalemu, jililie nyinyi wenyewe na watoto zenu. Je, uko pamoja na watoto wako? Je, unamlilia nani? Ninataka kumaliza. Unamlilia nani? Unaendelea kuwa na chachu na tonge nzima, ile tonge la ugali litaharibika, maisha yako yote yataharibika utakapoingiza ndani ibilisi. Maisha yako yataharibika. Ni muda mzuri wa kutengeneza kwako. Yesu walimshika, walizomshika wakamtesa mpaka akasulubiwa kwenye msalaba. Alivyosulubiwa kwenye msalaba, walimchoma mkuki ubavuni, akatoka damu na maji, pakawa tetemeko. Alivyofariki pakawa tetemeko, pakawa tetemeko. Basi Yusufu alienda akaomba mwili wa Yesu Kristo. Alizoomba mwili wa Yesu Kristo ili aende kumzika. Yusufu akachukua mwili, akachukua nguo nyeupe, alizoshika nguo nyeupe, akamfungia ndani, akampeleka. Alimtia ndani ya kaburi lililokuwa limejengwa, akafunga na jiwe. Na wanajeshi walizoona ya kwamba amemzika, wakasema ya kwamba
inabidi tutie askari atakayeenda kuangalia kuchunga ile kaburi, ili asije kutoroka huyo mtu anayejifanya kuwa mwana wa Mungu. Akarala ilikuwa ni Ijumaa. Ilikuwa ni Ijumaa. Mwana wa Mungu wakamzika, akamaliza siku 2 na siku ya 3 akafufuka. Hebu tuangalie alizofufuka. Soma 24, sura ya 24. Uanze kwenye mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Na tunamaliza. Hata siku ya kwanza ya Jumaa ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu 2 walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata chini, hao waliwaambia, kwa nini mnatafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya 3. Amen. Amen. Siku ya 3 ni kama leo. Ilikuwa ni kama leo. Wakaenda wakaangalia. Walivyoangalia wakakuta lile jiwe limevingirishwa, make limesukumwa, halipo pale penye yule Yusufu aliyekuwa ameitia. Basi ikaonekana ya kwamba kuna watu 2 wanayevaa nguo zinazomeremeta, zinazotabasamu, wamesimama pale. Ndio wakawakumbusha wale watu, kwa sababu walikuwa wamefadhaika walivyoona kaburi iko wazi. Wale watu 2 wakawaibia siri, wakawakumbusha. Je, unataka Yesu akufufukie ndani? Karibu. Kama upo karibu, ninakukaribisha. Yesu amefufuka. Aliteswa msalaba, akatemewa mate kwa ajili ya wewe na mimi, tupate kuokoka, tupate kukombolewa. Njoo ndowe chachu. Yesu anataka afufukie ndani ya maisha yako. And he is ready.